kuna mambo hapa ambayo shekhe yanawalakini. Kwanza yule mshangazi na lengo lake ni kumtumia yule kijana, lengo lake. Alafu wazazi wa huyo kijana wakijua watamkaripia huyo mwana wao kweli, hata kimooa, kwa sababu mfano kuna wengine wale wazazi kwa sababu watajua napelekewa chakula ndio watakuwa na problem. Lakini shekhe, kuna wazazi wengine hasa kina baba watamkaripia yule kijana kwa sababu kwanza za kwa yule mama hazai tena kweli, atambua sasa wewe wafanya nini pale, na yule wapoteza nguvu zako, yule hazai, na yule mshangaza na mijitoto yake mikubwa tu. Na kawaida huyu barobaro hajaoa ni mke wa kwanza, na ni mke wa kwanza na akizidiwa na ile mambo ya pesa hawajua atamuoa. Lakini je, naye wale wazazi tumwambia sasa mwanangu hazai huyo mpaka lini? Mke kama huyo apoteza nguvu zako. Kwa wakati ule wewe kijana atakuwa haoni. Sasa hilo nikasema kwamba kuna walakini shekhe, kwamba itakuwa sasa huyu kijana atasoza na yeye yani kwamba ana mke mwingine alafu yule ni mshangazi wake, yeye utakawe na yeye ili maslahi yake yaendelee na mtumie na huku. Lakini kuna relatives ama ndugu wa huyu kijana anampiga vita yule mama kwa sababu anapoteza muda yule kijana. Alafu wajua pia tukiingia hapo shekhe, tunaangalia mishangazi, lakini kuna mishangazi ya kizungu. Kuna utapata kwamba mwanamke wa Kijerumani ana miaka 50 ama 60 na kule kwa amekata tamaa kuolewa. Si kama amekata tamaa, haolewi tena sheria kule unajua kama Saudia. Naona Saudia manake akifuliwa na bwana mwanamke anakuwa ni ngumu kuolewa. Uzumuni ndo kabisa. Sasa anakuja kutafuta kijana anamtumia. Na huyu kijana kwa yakini kabisa Sheikh Makidudu ndio tunasema kwamba hii mada wajua nyeti sana, kwa sababu kijana ameokotwa kule baharini hapa kwetu baharini hapa Diani ama bahari yote hata kama ni Malindi. Lakini sasa huyu kijana ana miaka kama 25 mpaka miaka 30 miaka 22 anapelekwa mpaka Netherlands Ujerumani Sheikh, aenda kwa kinyumba kule Sheikh. Sasa vijana wanasema hakuna makazi na nimepata huyu mshangazi ananisaidia, na utaona kweli natija. Ameenda baada ya mwaka, baada ya kamili anajenga nyumba huyu kijana, na alikuwa hajenge. Kwambia sasa tufanyeje? Wajua unaona akienda kule Ulaya na kupata ule mfano sasa, mpata mshangazi wa kizungu. Ndio wajua kule Ulaya kuna tabia sheria kule, wajua dini, wajua ni hivyo unavyojua kwamba kule Uislamu hamna. Kuna hao Waislamu alhamdulillah, lakini upande mwingi dini ni shida sana. Utapata kwamba shekhe kijana kuna na nyumba hiyo alishambwa, amekuwa kinyumba, bibi ameenda kazini. Alafu paka aje bibi ni watoke nje. Cha ajabu sa shekhe, sengine yule mama wa kizungu za kuja na mwanamume mwingine, na wewe usizungumze lolote. Aza kwambia atakukataa kwambia please this is my new husband. Huyu ni bwana wangu mpya, kwa hivyo kuanzia leo wewe toka ende zako. Ishatokea sana hizo kesi tunasema. Kwa hivyo shekhe, katika masala haya na lakini ukasema lakini kwa sababu hii kwamba vijana wajua wale kwamba Sheikh Makidudu hii kwanza wanatarisha maisha yao. Jambo la pili ni kwamba yule mshangaza atamkalia kivyo vyote kwa sababu yeye ndiye mchumi, kwa hivyo atakuwa kusema yule mshangazi. Bila shaka amepewa gari, kapewa na pikipiki, na pia sengine wanaenda za holiday Zanzibar. Sasa atakuwa namtumia, atakuwa kusema yule mama kula mambo. Kwa hivyo ina hatari kubwa. Naam. Kwa sababu hata wale wanaoenda Ulaya wanafanya ndoa zao pia, wanafanya ndoa na yule bibi pia atakubali kusilimu, lakini kuna hatari kubwa. Hatari yenyewe ni kwamba kama hayo uliyosema kizazi, alafu la pili ni kwamba barobaro tunawahusia, huu ni wasia waende kwao. Naam. Huu itakuwa ni design ya uvivu hii. Naam. Yaani unakuwa mvivu kiasi cha kwamba mshangazi akikuachilia kuanzia sasa wewe hauko hapa nyumbani, huna la kufanya. Naam. Ambapo wewe barobaro unaweza kununua karanga ukauza, unaweza kununua mabuyu ukauza, yani ukajitegemea. Lakini leo umefukuzwa na una pa kwenda na ndio basi. Kwa hivyo ni ubembeleze yule mshangazi tena. Naam. Nafikiri hii toshe kwamba ni wasia kwa barobaro. Hii ni design ya uvivu. Sheria lazima ifuatwe, lakini huyu bwana awe yuko juu katika mamlaka kuliko huyu bibi. Na je, aweza kutuambia kweli mtume alikuwa ametawaliwa na Bi Khadija? Hapana, si kweli. Mtume alikuwa ndiye yuko juu na biashara amekabidhiwa yeye na alikuwa ndiye kusema.
Naam. Kwa hivyo vijana tu hii tabia tunasema kwamba wacheni, na wazazi pia muambia vijana tunaowazaa sasa waache tabia kuwekwa kinyuma, kwa sababu si hali nzuri. Maana wanapoteza muda na pia wanazini kule, wajua maana hawafuati sheria, huwa hawao wale mabibi. Kwa hivyo na hata akimoa bado wajua kuna walakini, kwa sababu utakuwa yule mama atakuwa na malengo ya biashara yake, maslahi yake. Kwa hivyo ujumbe ufike kwa wazazi na hawa vijana.